Habari yako, na mimi naendelea vizuri na afya yako. Uko na Mwalimu Baraka Mwajeka. Leo nataka kuzungumza kitu cha maana zaidi ambacho kinaitwa fursa. Watu wengi katika maisha, kinachotofautisha kati ya mtu mmoja na mtu mwingine ni aina ya fursa ambazo uko nazo. Nikisema fursa, maana inamaanisha yale mambo ambayo yanakutana na mtu kwenye maisha ambayo yanaweza akamfanya yeye akatumia uwezo wake, akamfanya yeye akaonesha kila ambacho kunacho. Kama mfanya biashara akauza vizuri, kama ni mtu ambaye ni mwimbaji akapata nafasi akaimba na watu wakaona. Sasa fursa ni nini? Kwa sababu huwezi kuwa unatafuta kitu ukajua fursa labda ni mahali au ni eneo au ni nini. Hapana. Fursa ni nini? Fursa ni muunganiko wa vitu viwili. Kuna kitu kinachoitwa muda na kuna kitu kinachoitwa nafasi. Kwa fursa, ukisikia fursa maana ni muunganiko wa muda na nafasi. Kivipi muda na nafasi? Ni kwamba unachokifanya kwenye muda ndicho kinachoamua nafasi zako kwenye maisha. Ni nini namaanisha? Ni kwamba tuweke mfano au tuchukue mfano wa mwanafunzi. Kinachomfanya mtu aitwe dokta sio kwa sababu anapendwa kuitwa dokta. Kinachomfanya mtu aitwe dokta ni kwa sababu ya kile kitu alichokisomea ndani ya miaka 5 ya chuo. Maana yake nini? Kila ambacho alimekisomea ndani ya hiyo miaka 5 ya chuo ndicho ambacho kinaamua leo hii aitwe nani? Dokta. Kumbuka utamuita dokta sio kwa sababu ya kupenda kumuita dokta, yani kwa sababu amequalify au amepata ubora kulingana na muda wake. Kwa kumbe nafasi nyingi ambazo anazipata kwenye maisha yake yote zinafanana na udaktari tu. Otherwise au ametumia na muda wake, japokuwa ni daktari ametumia muda wake kuwekeza labda kwenye mambo mengine kama biashara, kwa atapata nafasi za nini za kibiashara. Kwa kumbe nafasi unazopata kwenye maisha leo hii zinafanana zaidi na nini? Na kile unachokifanya kwenye muda. Mambo gani ambayo unafanya kwenye muda leo ambayo yanaweza kupewa nafasi mbele za watu? Ni mambo gani unafanya kwenye muda leo ambayo yanaweza kutangaza kwa watu? Je, ni mambo gani ambayo wewe leo uko serious nao leo kwenye muda ambao watu watakufanya wakuhitaji? Ni sawa sana mfanya biashara. Mfanya biashara yeye asipokuwa serious kwenye muda wake, kwa maana kwamba kutafuta bidhaa na nini, hawezi kupata fursa za kuuza bidhaa. Kwa maana yake inakuja kutokea kumbe uwekezaji wako unafanana na nafasi ambazo utazipata kwenye haya maisha. Unataka kupata nafasi fulani, wekeza kitu kinachofanana na hicho kwenye muda. Na ndio maana tuseme kwamba maono hayapo kesho yako. Maono yako ndani mwako. Maana yake leo hii kile unachokiona kipo ndani mwako tayari. Kwa maana kazi yako wewe ni kuwekeza kwenye muda. Lengo nini? Kwamba kizalishe nafasi ambazo utazitumia baadaye. Kwa kumbe maono sio baadaye, maono ni leo. Ili unachokiwekeza kwenye muda leo ndicho kinachoamua aina ya maono yako yatafikia wapi, kwa nafasi zipi utakazozipata. Kwa amua leo kwamba kuanzia leo nitatumia muda wangu vizuri ili unipe nafasi zile ambazo ninazihitaji. Upandacho ndicho utakachovuna. Huwezi kupanda mahindi ukavuna maboga. Utapanda mahindi utavuna maboga vile vile. Kwa jambo la msingi, chochote unachohitaji kukivuna kipande. Maana kupanda inachukua muda, inabidi pia ukasubiri kiote. Kishaota ndio watu wanagundua kumbe alipanda mahindi, kumbe alipanda maharage, lakini watu waweza kujua eti umepanda ukajua umepanda kitu fulani. Hapana. Ndio maana wakati unajitengeneza ni wakati ambao wewe ndio unajua nini unachokifanya. Kama wewe hujui nini unachokifanya, automatically hata wengine hawezi kujua kile unachokifanya. Yale matokeo yake sasa unakuja kuona kumbe huyu mtu alikaa kimya muda huu ni kwa sababu alikuwa anaandaa kitu fulani. Kwa fursa zako zitafanana na kile kitu ulichokiandaa kwenye muda wako. Fursa ziko nyingi katika mazingira, lakini fursa pekee utakazozipata wewe ni zile ambazo umejiandaa ndani ya muda wako. Je, una uhakika kwamba